Karibu tena kutufuata kwenye Centre de la Parole Lumière du Monde. Mimi ni wako mtumishi wa Mungu Alain, na tunakukaribisha tena upate kutufuata kwa kipindi yetu ya leo ambayo inaitwa Neema na Kweli. Ni kipindi ambayo inahusu kuhusu mafundisho pia na maneno ya Mungu. Inaitwa Neema na Kweli. Na siku mwenyewe hapa kwa studio niko na baba tena jambo. Na karibu kwenye shene yetu Asante de la Parole. Okay, unaweza kusema jina lako na kanisa yako baba? Asante, tunashukuru kutupokea hapa. Ndio. Ku Centre de la Parole Lumière du Monde. Ndio. Kwa majina ninaitwa Shabani. Ndio. Birimwiragi. Asante. Niko mshiriki wa kanisa ya Vision Bethel Major Vangu. Ndio. Niko mtumishi moja wa watumishi pale. Ndio. Kwa mchungaji anayeitwa Mfuto wa Kilongo Boregar. Asante sana. Na tumekuwa hapa na somo kubwa ambayo tunafundisha hizi siku. Ni somo kubwa ambayo inahusu kusema juu ya Pentekoste, yani kusema Roho Mtakatifu, kujazwa na Roho Mtakatifu. Baba, kama unasikia watu wanasema Pentekoste, unakuwa na wazo gani kama Mkristo? Kama vile Mkristo, ndio, siku ya Pentekoste ni siku ambapo kanisa lilianza. Ndio. Tena ni siku ambapo tulipokea au tulianza kuitangaza Injili, sawa vile rekomandasyon ya Yesu Kristo aliyotuachia tuende kutangaza Injili. Na hiyo siku ni siku kanisa lilizaliwa. Asante sana. Anatuambia kama Pentekoste ni siku ambayo kanisa ilizaliwa, kwani Yesu Kristo aliweka kanisa, lakini akasema kama anaenda, lakini atatutumia msaidizi. Kama hakuna kanisa bila Saint Esprit. Ndio. Asante sana baba, na tutaka kwamba leo utufundishe kuhusu kuongozwa na Roho Mtakatifu, kuhusu Pentekoste. Karibu kwa mafundisho na Mungu akutumie. Ubarikiwe. Amen. Tufuate, naamini kwamba utabarikiwa sana. Amena. Amena. Tumeandaa somo ndogo ambalo wale watatufata liwe kama vile msaada kwa maisha ya Ukristo. Na somo letu ambalo tutazungumza siku ya leo liko nasema juu ya Roho Mtakatifu kwa wakati mbili tofauti. Hili ni kipengele chetu ambacho tutazungumzia mwa hii wakati ya Pentekoste. Na pamoja na ile tutasoma maandiko matakatifu kwa kitabu cha Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Pia tutasoma Yoeli sura 2 na mstari wa 28. Nitakuwa namkaribisha ndugu yangu mpendwa mtumishi wa Mungu Justin Mungama, atakuwa anatusomea kitabu cha Matendo ya Mitume sura 2 na mstari wa 1 hadi 4. Karibu ndugu. Tunasoma katika jina la Yesu. Inasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyo wajalia kutamka. Amen. Amena. Tunasoma Yoeli sura 2 mstari wa 28. Na itakuwa nyuma ya maneno haya, nitamwanga Roho yangu juu ya watu wote. Haleluya. Na wana wenyu na binti zenyu watatabiri, wazee wenu wataota ndoto, vijana wenu wataona maono, na vile vile juu ya watumishi wangu wanaume na wanawake nitamwanga Roho yangu katika siku zile. Amina. Na hapa tumesoma kitabu cha Matendo ya Mitume, tuko tunasema juu ya ile siku ya Pentekoste. Maana Yesu alipotoka kurudi mbinguni aliambia wana mitume kuwa muende Yerusalemu. Kule Yerusalemu mukangojee, nitawatumia msaidizi mwengine, yule ambaye atakaa kwenyu siku zote. Mitume waliporudi Yerusalemu walibaki wakingoja yule msaidizi ambaye atakaa kwa siku zote. Na hapa tunasoma mkitabu cha Matendo ya Mitume, ni pale ambapo ilipotimia siku ya Pentekoste. Kama vile kawaida ya Waisraeli, ilikuwa siku walikuwa wanaenda kusherekea siku 15 nyuma ya Pasaka. Na ilipotimia ile siku, walienda sawa vile kawaida yao kwa sherehe, lakini
Mungu yeye alikuwa anatayarisha kingine kitu tofauti na ile ambao Waisraeli ama wengine watu walikuwa wanajua. Kwa ile siku Mungu akamwangia mitume, akawamwangia Roho Mtakatifu. Ni pale tunasoma kuwa nasema siku ile walipopokea Roho Mtakatifu, ndimi za moto ziligawanyika juu ya kila mmoja, maana Mungu alitaka ajidhihirisha ya kuwa yuko pamoja nao kwa ule wakati, maana alionekana kama vile moto, sawa vile alivyoonekana kwa Musa katika kijiti akikiwaka moto, lakini kilikuwa kiteketeni. Vile vile yule ndimi za moto, Biblia inashuhudia kuwa aseme ikawakalia juu ya kichwa ya kila mmoja, na siku ile kila mmoja akasema kwa lugha mpya. Na kitu ambacho kilishuhudia kuwa walisema kwa lugha tofauti, maana ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume pale kusura 2 na kushuka kuchini, Biblia inasema hivi, aseme watu waliotoka kwa nafasi mbalimbali walisikia watu wako wanaongea, mitume wako wanaongea kwa lugha zao za kuzaliwa. Amen. Wakati walikuwa wanaongea kwa lugha zao za kuzaliwa, kila mtu alishuhudia. Wa kabila fulani alisikia wanasema lugha yake, na mwingine alisikia wanasema lugha yake, na Biblia inashuhudia kuwa walibaki na maulizo. Na haya maulizo walikuwa wanajiuliza, aseme mbona ni hawa ni Wayahudi lakini ninasikia wanasema kwa lugha yangu ya kuzaliwa. Ilikuwa siku ambapo Mungu alitimiza ile ahadi ambao Yesu aliwaahidia kuwa mungoje Yerusalemu, nitawatumia msaidizi mwingine. Lakini Biblia yetu inatuambia nini? Pale ambapo tunasoma kitabu cha Yoeli. Kitabu cha Yoeli kinatuambia hivi, aseme zile wakati Mungu atamwanga roho juu ya watu wote wenye mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hapa ndipo nilitaka kutofautisha hii Roho Mtakatifu ama Roho Mtakatifu kwa wakati mbili zilizo tofauti. Wakati wa kwanza ni ile siku ambapo Roho Mtakatifu alishuka kwa mitume. Maana ilikuwa ni mitume tu wale ambao walikuwa mle mnyumba, walikuwa pamoja, ni wale ndio walipokea Roho Mtakatifu kwa ile siku. Ilikuwa wakati wa kwanza ambapo Roho Mtakatifu alishuka, maana watu walishuhudia, kila mtu vile mitume walikuwa wanasema kwa lugha mpya. Kuna jambo lingine ambalo nimegundua mahali hapa. Mtu anapojazwa na Roho Mtakatifu anakuwa anasema kwa lugha mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na haya ndiyo matatizo ya makanisa yetu. Mtu alisema kwa lugha leo, alijazwa Roho Mtakatifu leo, kesho tena anajazwa Roho Mtakatifu, kesho yake anajazwa Roho Mtakatifu, na inabakia vita katika makanisa. Hakuna nafasi ambapo Biblia inashuhudia kuwa baada ya mitume kupokea Roho Mtakatifu kuna zingine siku walipokea Roho Mtakatifu. Biblia inasema hivi, mutapokea Roho Mtakatifu, na baada ya kumpokea atakaa kwenyu siku zote. Yaani Mkristo ni mtu ambaye anakuwa na Roho Mtakatifu ndani mwake. Ndiyo. Popote kwenye anaenda anatembea na Roho Mtakatifu. Akiwa nyumbani mwake yuko na Roho Mtakatifu.